Sasa ukiona mkuu wa wilaya ameletwa hapa ama OCD ama DSO, sifa yao ya kwanza itakuwa ni makada wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wanajua hii ni ngome ya nini, ya upinzani. Nimesikia kuanzia jana polisi watu wanawalaumu sana, lakini mimi nafikiria tofauti kidogo. Wanaowatumikisha nyie mnawasaidia kuwa wezi. Maisha yenu nyie ni magumu na mabaya sana, na kama sio sisi kupiga kelele, hata kama kuna nyongeza ya shilingi 1 msingeipata. Ni kwa sababu ya siasa ya kupiga kelele. Jana nilisema kule Mang'ola, lakini kabla sijawashutumu polisi, nataka wananchi mjue jambo moja la muhimu sana. Tatizo ni polisi ama tatizo ni utamaduni wa jamii nzima ambao umekwisha haribika? Leo ama jana nilikuwa naongea na mwenyekiti wetu wa kanda ama na mwenyekiti wa wilaya. Leo asubuhi nafikiri, hapana, nilikuwa naongea kwenye simu na mtu mmoja, namwambia hivi, ninaangalia wachungaji, maaskofu, mashehe na naangalia wananchi. Kama askofu anaweza akatetea uovu uliofanyika tarehe 29 bila aibu, kama shehe anaweza akaita vyombo vya habari kutetea uovu uliofanyika tarehe 29, mwananchi wa kawaida atakuwa ni mwananchi wa sura gani? Kwa tunapolaumu polisi, lazima tujue polisi wanatoka kwenye jamii ambayo imeshaharibiwa. Mimi na wewe tumeshaharibiwa, tumenormalize, tumehalalisha ukatili, ubaya, roho mbaya kuwa kawaida ya maisha ya kila siku. Na miongoni mwenu anatoka kijana na kwenda kusomea polisi, anakuwa polisi, lakini ametoka kwenye jamii ambayo imeshaharibiwa, haina upendo, haina huruma, haina haki, haina utu. Kwa sababu ukienda mahakamani mnalia kuna rushwa, ukienda ofisi ya msajili kuna rushwa, ukienda kanisani kuna matatizo, ukienda msikitini kuna baadhi ya mashehe kuna matatizo. Ni kwa sababu jamii imeoza. Na ukija kwa raia nyinyi sasa mnaosema hawa polisi ni wabaya, wanatuonea, wanakula rushwa, hakuna watu wabaya kama sisi raia, kwa sababu wenzetu walivyouawa, walivyoteswa, tulijificha kupiga kelele, tuliogopa kuumia. Kama wewe unaogopa kuumia kwa ajili ya haki ya mwenzako, huyo anayeminya haki kwa ajili ya maisha yake, unamwonaje mbaya? Hiyo mbegu mmepanda nyie. Sijui kama mmenielewa. Kamanda Jo, ndugu zangu, huyu ni askari. Pande mtu mwingine mmoja, ngoja huyu hapa. Huyu ni askari. Hili ni taifa. Hili taifa limeshaharibiwa, halijali utu, halijali haki, halijafundishwa huruma, halijafundishwa upendo. Huyu askari anatoka kwenye taifa hili hapa, na hili taifa hapa wametoka wachungaji ambao wanasimama kutetea uovu. Mama anaopiga mwingi, mama yako huyo, mama yako huyo. Unashangaa kanisa pekee mpaka sasa ambalo limesimama kikamilifu dhidi ya uhalifu wa serikali ya Chama cha Mapinduzi ni Roman Katoliki. Mimi ni KKT. Hakuna kanisa limepoteza dira kama kanisa la kwangu.
Sasa hawa mnaowalaumu, kuna saa wakifanya uovu hawajui kama wanafanya uovu kwa sababu wametoka kwenye jamii ambayo inashabikia uovu, na hiyo jamii ni wewe na mimi. Kwa sababu jirani yako atapotea, utajua jirani yako amepotea. Jirani yako atapewa kesi ya uongo, kata nzima, kijiji kizima mtajua hii kesi ya uongo. Hamtashikamana kwa ajili ya kumtetea mwenzenu kama nyewe hamuwezi kushikamana kwa ajili ya kutetea mwenzenu. Huyu anayeonea mnamlaumuje? Niye mna roho mbaya kama huyu anayeonea, ila tu hamjapewa bunduki. Sisi kama Karatu, umeelewa? Mimi kutano langu ni kama Injili, napita akili, naongea na moyo ili uokoke, ujue ukweli. Najiuliza, ndio sababu OCD huyu tunavyomsema hapa anasikia raha, anasikia raha. Mimi wakati fulani uchaguzi wa diwani mdogo wa Arusha kule kata Sombetini, walikuja polisi wengi sana wa Monduli wa wapi kwenye kata moja, wakanikuta mahali wakanipiga sana, nikaona wananiua, nikajifanya nimekufa, nikavuta pumzi kama dakika moja hivi, wakaleta mkono hivi, wanasema tunaona amekufa, wakaniacha kwenye mtaro. Nikaja kuchukuliwa na wenzangu, wakaniona kwenye plano nyuma, wanasema huyu tumpeleke mochwari. Nikaambia tena ufara, tuendeni kwenye kituo cha kupigia kura je. Kesho yake, sikiliza Karatu, kesho yake nakutana aliyekuwa RPC Ndoto kule Dodoma, wakati huo ni OCD Arusha. Ananiambia hivi, Mheshimiwa Lema, mbona zile habari za kuwapiga nyie zimeandikwa tu Jamii Forum, hazijaenda kwenye magazeti mbalimbali, wakubwa watanionaje? Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu aliniambia maneno hayo. Hao ukiwasema wanasikia raha, kwa sababu nchi hii ukatili unatoa heshima. Ukiwa mkatili polisi mdogo unakuwa bosi, unapandishwa cheo. Kwa hiyo, na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ukatili unalipa. Kila mara anasubiri awafanyie tukio, na ndio maana akiona mko shwari lazima atafute kitu cha kuwakwaruza. Swali moja maafande, yani nimesema kule Mangola kule, nimesema haya maisha haya, kama moyo wako au practice wema, haujivunii wema, ni bora ungezaliwa mnyama. Maisha thamani yake sio majengo, sio nyumba, sio degree. Maisha thamani yake ni utu, haki na wema katika moyo wa binadamu. Sulemani alikuwa na kila kitu. Jana nimesema kule Mangola, Mfalme Sulemani alikuwa na wanawake wake 700 na mademu 300, jumla buku. Hamjasoma nyie? Mimi namtaniaje mke wangu, nawambia hivi, Sulemani alikuwa amefunga jenereta kiunoni. 1000 wanawake. Wanasema kila dhahabu na madini yalikuwa yanakwenda kwa nani? Kwa Sulemani. Na alikuwa ni binadamu mwenye hekima nyingi sana duniani kuliko binadamu yoyote. Akamjengea na Mungu nini? Hekalu. Sulemani alifika mwisho wa maisha yake, anasema hivi, nimetafakari kila jambo, nimeona mambo mengi. Maana yake ni kwamba nimekuwa na wanawake wengi wa kila nchi, wa kila taifa. Nimekusanya dhahabu na pesa zote. Nimeitwa mwanadamu mwenye hekima kuliko wote. Mambo yote ni ubatili mtupu na sawa na kujilisha upepo, isipokuwa kula, kunywa na kufurahi. Na kufurahi maana yake iko katika hutu, haki na huruma. Sasa wewe unaumiza watu ili upate nini? Sisi wengine tunapiga hizi kelele kwa sababu ya wito wa kutenda mema. Wito tu. Tunakesha barabarani kwa sababu ya wito. Wito. Ili nchi iwe salama ya kuishi. Nyie maaskari muishi vizuri. Askari kama wewe pale Canada, mshahara wake kwa mwaka ni karibu $75 mpaka
mnauzwa na serikali kwa pesa nyingi. Nyinyi mnaonewa, maisha yenu magumu, mnaumizwa. Wamewafanya kama makarai wanaotumia wakati wa uchaguzi, wakishaiba kura watoto wao wanapeleka Marekani kusoma, wanawapeleka sehemu mbalimbali, wanajenga majengo ya kifahari kwa pesa za wizi. Ni hata viatu hamna. Man, mnapokea amri ya kuumiza watu. Huu CCM hawawezi kushinda uchaguzi nchini bila kuumiza na kuua watu. Na kesi inavyozidi kuwa ngumu, nilimwambia Wambura na namwambia leo, kesi inavyozidi kuwa ngumu, mambo mawili yatatokea kwake. Watamwungushia zigo